Safi mkangu, habari za majukumu? Kwa kazi mbaya, lakini kwa mambo mengine huko yako vizuri sana kulingana na kufanya kazi wangu. Ndio nakuja nimechelewa sana, lakini wako waambia nakupiga au? Basi hebu tuache naye. Ni mkangu kana nifike. Hebu shikisha. Na mdogo wangu huko nyumbani ana kazi yote ya kufanya. Mbona sio vyema sana kumleta bila kushirikisha wewe? Ndugu wako kivipi yani? Maana ndugu zako wote na adui. Yule ni mdogo wangu upande wa mdogo. Kwa sababu baba alikuwa na wanawake hawa wawili. Na yule ni mdogo wangu upande wa mama mdogo, mtoto mdogo na baba. Sasa ameniambia kwamba kama sina kazi, mzee basi kazi kufanya. Na mimi hapana, sio vyema nifanye. Sasa mwambie tu aje, wala hata kuna shida. Nataka kwa nyumbani kumetoa, bora hata pachangamke kidogo. Na mchangamke utakupenda. Wewe acha kabisa. Mwambie aje. Hata kuna shida. Sasa moja, mimi kuna jamaa wangu ameniita huko. Nije nikaonane naye. Okay, poa. Njema. Bye. Unaanza kuchangamka kabla mgeni wangu kuja kupokea hapo yake saa ngapi? Oh, kaka, huyu hapa amekuja. Baadaye ndo mambo utulivu ni mwingi na ukilewa ukazidiwa hapo unapometisha sana. Sasa hapa nashukuru sana. Unajua tu tena ni muda mrefu, sitoshe, yani nimahamishe sana. Na mimi nashukuru wake acha watoto wadogo sana, lazima nizidi kichwani. Ni kawaida, tunajua tena maisha. Nimesha shemeji yangu kidoli
Dori mkangu. Abe? Ndio maji hapo. Nakuja. Ndio kumbe. Ndio napenda sana. Na utaendelea kuyapenda sana. Sio hapa. Nyingine uko na. Oh, shemeji wao. Hapo ndio mtaani. Aisee, nafai kuona shemeji. Acha. Za siku hizi. Nzuri jamani. Zako. Nzuri kwa kweli. Yaani wewe ndo unakunywa maji badala ya mgeni? Yaani kutoka hapa. Muone. Ameomba yeye niomba mimi. Alafu wewe. Samaza kuchangamka. Shemeji. Zako sasa vipi? Za huko bana ni nzuri. Sema tu tunamisi kuwaona nyinyi mshatukimbia mazima, sijui ni kwa nini jamani. Basi tutakuja tu jamani, kuna mpango mwezi uisha. Hawa wafanyakazi wako tena wanakuvuruga. Basi tena pale. Nimekuita huko sawa. Nitakupatia kazi. Na ile kazi fanye vizuri. Sawa? Ndio. Sasa unaona kupanga kuchunga ng'ombe sio vizuri. Nashukuru sana. Na mimi ndio swala muhimu nililoleta hapo mjini. Kwa maana mara kwa mara nilikuwa nakusumbua ili niweze kupata kazi. Na mimi sijui kupata shilingi 1,000 inatosha. Asante sana. Hivi ulijuaje? Maana sisi kule kwetu kijijini hivi vitu vya asili tunavipenda mno. Hata huyu hapa mfurahi sana leo. Unajua nini? Kijijini wala tuna lankando. Kaka bado mimi na jambo ndani yake. Hawa wanaweza shagazewa kuja jikoni na changao yeye ameshashiba huko. Hizi semeji mzima. Acha zinga. Yaani mimi Changa. Jamani. Nakuelekea. Unajua nini kaka? Kweli mimi nafurahi kuona nyinyi mkiwa na upendo, naishi kwa furaha. Nafurahi pia. Unataka friend? Ndio kaka. Na maisha mazuri. Atakuwa mkae kwa upendo, amani na furaha. Yaani natamani na mimi siku moja nitengeneze familia. Niwe kama wewe kaka. Unadhani mwanamke utakayempata atalingana na mimi mwanamke? Au sio? Unajua nini kaka? Baada ya maisha ila mwanamke utakayempata ni tofauti na huyu. Ni kweli sijajua, unajua yote hiyo ni mipango ya Mungu. Umefundishwa? Sio faida yako. Shebu kiko ya mimi yake. Nakuelekea. Lazima nikuache. Na unajua nini? Maisha mzuri. Bwana. Nashukuru. Karibu tena. Asante sana bwana. Vipi mambo mengine vipi aje? Mambo mengine. Nenda vizuri.
Eti tuko kazini. Hapa tunashukuru Mwenyezi Mungu asema tunapambana. Eti tunapambana sana kwa sababu unajua usipopambana naye maisha ndugu yangu. Unaweza kujikuta unalaza familia. Najua ndio tulichoba hivi. Naona mimi asili nishakuwa pia tu ndani. Sema juu basi. Unajua mambo ya vikoba. Kama kawaida. Sasa tena. Usichezeshe mambo sana. Kwa nikuta kwa jambo hili moja. Kuhusu mdogo wangu. Ndio nimekaa nikafikiria sawa. Lakini si mtoto wa mama yangu mdogo. Yaani mama wako akamu. Nikikumbuka mambo aliyokuwa ananifanyia mama yangu vile. Sasa naumia sana. Unajua ilikuwa nafikia hatua na nyuma hata chakula. Baba akitaka kutuma hela ya ada shuleni, mama anakataa. Mimi nilikuwa napata kitu. Nirudishe nyumbani. Nyumbani? Sasa kisa nini sasa unarudisha nyumbani? Nikaanza kukumbuka mateso aliyokuwa anacheza mama yake. Halafu na yeye tena namuona machoni mwangu, yaani sababu ile ndio damu yake. Sasa ngoja nisikize ile ya moto ndio nikwambie kitu kimoja. Wewe si ndio ulimtumia nauli ile dogo ile ya mjini? Sasa kinachokufanya wewe hapo umtoe tena aende wapi sasa ndugu yangu? Na hapa mjini ni mgeni. Na ndugu yangu hapo utakuwa umekosea. Sije utakuwa umekosea. Kwa sababu gani unajua? Unajua kati yako wewe na mama yake, sawa? Ugomvi wenu nyinyi. Yeye hahusiki. Tumeelewana? Yaani hahusiki kabisa, yani hata ile kidogo tu hahusiki. Kwa sababu gani unajua? Kwa sababu ukisema kwamba mfukuze, yaani utakuwa umemfanyia ukatili. Mimi nakwambia ukweli, utakuwa umemkatili. Najua nini? Akija kugundua mama yake kama niko naye huko. Na lile bifu la kwenda nyumbani nasema. Yeye hahusiki. Kisha matukio naumia. Yeye hahusiki ndugu yangu. Sawa hahusiki lakini anajua kila kitu. Mimi kikubwa mimi ninachokuomba. Nisikilize. Basi ndio ule mpigia simu. Na Daudi nilitoa mimi mwenyewe. Wewe mwenyewe. Na kumpokea bibi mwenyewe. Wewe mwenyewe. Sasa imeje hata shemeji akifahamu hili jambo itakuwaje? Utaonekana wewe ni binafsi. Yaani vita yako wewe na mama yake ibaki ya kweli. Yeye yaani hahusiki. Mimi ndio ushauri wangu, wewe muache. Hamna. Yaani hapo nimeamua. Ndio liamua na kumtoa. Ni kama ndio liamua na kumleta. Sasa unajua kila mtu anakuambia bwana serikali ya mtu siku zote ndio kwenye kichwa chake. Nimekaa nikafikiria sana, jibu nikatoa hili moja tu. Wazapata kwa nimekaribisha na mengi hapa. Hamna. Mimi na nimeona wewe yuko fresh legend unajua. Mbona yuko simple tu. Shida mama. Bwana, haya bwana. Maana mshaamua wewe siwezi kuingilia sana. By the way, na mwai jamaa mmoja hapo. Haya. Nani tena? Shadrack. Bwana amepata mchumba mwanangu pisi ya kwani mwanangu. Mwanangu jamaa. Sema kweli? Masuala ya send of files unajua tena mimi nataka yani niwe kama mshenga sasa. AKA bodyguard wa pembeni. Kuna wali kama sio wali. Bila wewe ni mchanganyiko. Yaani inakuwa ni kikumbi bana changamka. Kama kawaida mwanangu ni vizuri. Ni mzuri kama bila sasa. Wewe utawa. Poa. Hamna sisi tunawasiliana. Hamna shida. Poa. Takucheki jioni. Haya poa. Unazaa ni chama gani? Nipanga nishaka hata anaanza kuvuruga kichwani kwa nimeshatulia kabisa. Huyo ndio mimi aende tu nyumbani. Anisaidie chochote. Tumia gharama zangu kumleta. Kumbuka mambo ya mamake kabisa. Yanazidi. Kaka, karibu. Safi tu. Naona chezea tu msimu wako. Unajua tena haya magame haya ya dream. Nilikuwa naangalia hapa. Na mwaka huu yaliotoka ndio bwana download. Friend, mambo hapa na mambo haya tu. Sana jambo hili. Moja. Ukubali ukatai. Kesho safari ya kurudi nyumbani. Kwa nini kaka? Nilikwambia kwamba hakuna cha kwa nini. Sitaki jibu wala swali.
kilichopo kesho asubuhi nikiwa naenda kazini tunaongozana wote. Lakini kaka, mbona mimi sioni kama nimekukosea au kama shemeji nimemkosea? Basi naomba anisamehe, kwa sababu ukiangalia mimi nipo naishi na nyinyi vizuri. Naombeni sana sana. Kuna cha msamaha. Nimeamua mimi kama mimi. Nilichoamua kukutoa kijijini kukuleta huko mjini, ndio nilichokiamua kutoa mjini kukurudisha kijijini. Lakini kaka, mbona mimi sijakosea kitu chochote? Na kama nimewakosea basi naombeni mnisamehe. Maana mimi nimetoka huko kijijini nimekuja huko mjini kwa sababu ya kufanya biashara ulioniambia kaka. Sasa iweje leo unasitisha? Nitakusamehe kwa mbele ya safari. Sio sasa hivi. Unajua kaka, unielewe usinielewe, ushindwe kunielewa. Kesho. Tumeelewana? Kaka, lakini mimi kosa langu liko wapi? Mbona tunaishi vizuri tu hapa nyumbani? Hauna kosa eti? Kaka, sasa unaondoka, mbona mimi si kaka kawaje tena? Mbona mchana tulikuwa tunacheka tu tunakula vizuri? Basi karibu sana. Hivi nakumbuka kaka yule aliyeleta kaka gani? Yule aliyeleta siku kwani amefanya nini? Amefukuzwa. Amefukuzwa kwa sababu gani? Sijui. Sisi walimleta hapa vizuri, tukazesha hapa tunacheza tena. Labda amekosea. Amekosea nini mgeni jamani? Watu wanafanya kawaida tu, bado ni mgeni. Yaani sema tu watu wananibaya. Binadamu. Hela ninazo tu. Hivi kesho. Ndio. Sijui kama mtaani. Kwani kuna nini? Mimi napenda kulala. Kivipi yani? Sikipo hapo. Mimi sikuelewi. Nimetoka nyumbani ghafla tu. Alafu tumesema unatokea kwako. Umepanga wapi? Niliamua nitoke. Kaka alikuwa anataka tena. Alikuja akanifukuza na sijui ni kosa gani kaka akanifukuza. Wewe mwenyewe unajua kabisa mazingira hapa nyumbani kwa mwisho. Ghafla tu alikuja akanifukuza na mimi nikasema itokee, siwezi nikang'ang'ania pale kama hivi. Wewe tu nitakuwa tu nitoke. Hata kama kuna sehemu iliyokosea angeniambia. Ingalia wiki jamani. Asielewi nikimuuliza na naye sijui kama nilikuwa kuelewana hadi kisha kijijini. Haeleki. Hapo ile kumeangalia kufuza pale pale. Makubwa. Unajua vitu ni sana na mimi. Ndio maana niliamua chini bali. Jamani
kuishi maisha yangu kabisa. Ameweka